نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أعاذنا الله منا وإياكم من النار اللهم آمين. أيها الأحبة, ndugu zangu katika imani, ni fursa nyingine tumekutana katika mihadhara yetu ambayo tunafanya kila mwezi. Tuko katika kijiji cha Msimihi na tunaanza mhadhara wetu na somo la kwanza ambalo lina anwani inayosema umuhimu wa nguzo ya tano katika nguzo tano za Kiislamu ambayo ni hija. Kwa muda huu mchache, ndugu zangu, tutaishi na umuhimu wa nguzo hii hasa kwa sisi Waislamu. Kama zilivyo nguzo zingine ambazo tunazitekeleza, na hasa nguzo ya sala baada ya shahada, nguzo ya hija pia ina umuhimu. Na ibada hii ya hija ina maelezo marefu kupitia kisa cha Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Allah tabaraka wa taala alimwambia Nabiullah Ibrahim alayhi salam autangazie ulimwengu ibada ya hija, kwamba hija imewadia, basi watangazie walimwengu ili watoke maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Na ibada hii ya hija iko kwenye nguzo tano za Kiislamu kama nilivyosema, kama ilivyokuja nasu ya hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema buni alislamu ala khamsi, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Ili usimame Uislamu, hizi nguzo tano lazima pia Waislamu wazisimamishe, ndio Uislamu pia utasimama. Katika hizi nguzo tano, wa dhakara mina hajju baitillahi alharam, Mtume sasa akaitaja na nguzo ya hija ambayo ni kuzuru nyumba takatifu ya Allah tabaraka wa taala iliyo katika mji wa Maka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo nimesema, alimwambia Nabiullah Ibrahim atangaze, waadhini fi nasi bil hajj, watangazie watu ibada ya hija, yatuka rijalan wala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amiq, watakuja watu maeneo mbalimbali wakiwa wanatembea na miguu, wako kwenye vipando mbalimbali, wakiwa wamechoka, wametoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunapoizungumza ibada hii ya hija, hatuachi pia kumtaja Nabiullah Ibrahim alayhi salam, kwa sababu ndiyo chimbuko ya ibada hii ya hija. Lakini Nabiullah Ibrahim ana mafundisho mengi sana katika maisha yetu ya Kiislamu. Miongoni mwa
mambo tunayochukua kupitia kisa cha Nabiullah Ibrahim alayhi salam ni utayari wa kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika kisa cha Ibrahim alayhi salam. Tunakumbuka kwamba Ibrahim alayhi salam alichelewa kupata familia, muda ukawa mrefu sana lakini baadaye Allah tabaraka wa taala akampa bishara kwamba utapata mtoto. Akaichukua ile habari Nabiullah Ibrahim alayhi salam, ile bishara aliyopewa na Mola wake kwamba utapata mtoto, akaenda kumweleza mke wake kwamba Allah tabaraka wa taala amesema tutapata mtoto. Mke wake akawa ameshangaa kwa ile hali ambayo tayari amefikia, ni mtu mzima, amekwisha kuwa bibi, anashangaa kupewa habari kwamba utapata mtoto. Anamwambia, hali hii sasa nilionayo sasa ya huu uzee, nitapata mtoto? Anasema, taajabina min amri Allah, unashangaa na amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ikaja ile habari ya kupata mtoto, akaifikisha kwa mke wake, na hatimaye akapatikana mtoto katika ile hali ya uzee. Ibrahimu alayhi salam ni mzee, mke wake pia ni mzee. Baada ya kupatikana yule mtoto, ikaja amri tena ya Allah tabaraka wa taala kwamba huyu mtoto mliochelewa kumpata, Allah tabaraka wa taala ameleta amri nyingine, achinjwe huyu mtoto. Akaoteshwa tena Ibrahim, na ndoto za mitume ni wahai kwamba mchinje mwanao. Na akaichukua ile ndoto Ibrahim alayhi salam, akaenda kwa mwanae, anampa habari kwamba ameoteshwa tena na Mola wake amchinje. Anamwambia mtoto kwamba nimeota na kuchinja, Allah ameniamrisha nikuchinje. Mtoto anamwambia baba yake, ya abati fa'alu ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Ewe baba, fanya ulivyoamrishwa na Mola wako, kwa sababu ni amri ya Mola wako, fanya, kwa maana nichinje, utanikuta ni miongoni mwa wenye kusubiri. Zikaandaliwa taratibu zote za kuchinjwa Ismail alayhi salam, akaenda kulazwa ili achinjwe. Baada ya kuonesha kwamba baba amekubali kutekeleza ile amri ya Mola wake, pamoja na kwamba alichelewa kupata mtoto muda mrefu sana, lakini alipompata mtoto ikaja amri achinjwe yule mtoto. Mtoto anaelezwa ile amri ya kuchinjwa, akawa tayari. Mtoto akawa tayari pia kuchinjwa. Allah tabarak wa taala sema, wafadainahu bidhibhin adhim, tukawapa fidia ya kichinjo kitukufu. Akatoa kichinjo kutoka mbinguni Allah tabarak wa taala, kikaletwa pale alikokuwa amelala Ismaili ili achinjwe. Ismaili akawekwa pembeni, kile kichinjo kikawekwa pale, akawa amechinjwa. Ndugu zangu katika imani, kisa hichi kina mambo muhimu ya kuzingatia kwetu sisi, na hasa kupitia ibada ya hija. Funzo lilokuwa kubwa, tunatakiwa tuwe tayari kumwitikia Allah tabaraka wa taala kwa namna yoyote ile. Haijalishi kwamba kile ulichokuwa nacho umekipata kwenye mazingira gani, umekipataje, umetaabika kiasi gani mpaka ukipate kile. Lakini maadamu Allah tabaraka wa taala ameagiza kwamba hicho ulichokuwa nacho na kihitaji, basi uwe tayari kukitekeleza kwa ajili Allah tabaraka wa taala. Tuona Nabiullah Ibrahim alayhi salam, mtoto amempata katika mazingira magumu ya uzeeni, lakini amempata mtoto. Amri ya Allah ikaja mchinje yule mtoto. Alivyokuwa tayari kumchinja yule mtoto, na mtoto yuko tayari kuchinjwa, Allah tabaraka wa taala akaleta fidia,
akaleta fidia ya kuchinjwa mnyama badala ya Ismail alayhi salam. Ndugu zangu katika imani, tuko katika miezi mitukufu, na ndani ya miezi hii mbele yetu kuna ibada ya hija ambayo ni nguzo ya 5 katika nguzo 5 za Kiislamu. Tulitoka kwenye Ramadhani, sasa tuko kwenye hija. Ndugu zangu katika imani, ibada ya hija ambayo mtu anatakiwa asafiri aliko, aende kwenye msikiti mtakatifu wa Maka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ibada hii kama ilivyokuja nasu ya Qur'ani inahitaji pia nafasi ya uwezo, liman istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye ana uwezo kutekeleza hii njia, kutekeleza ibada hii, akawa na wepesi wa njia hiyo kwenda kutekeleza ibada hiyo. Ndugu katika imani, uwezo wa kwenda hija nadhani ni jambo la kutafutwa, ni jambo la maandalizi. Ukijiandaa, nafasi ya kwenda hija utakuwa nayo, lakini usipojiandaa, yawezekana ibada hii ya hija ikawa ngumu. Ni kwa sababu ibada inayohitaji uwezo. Mimi niusie Waislamu tufanye maandalizi ya kwenda hija. Inawezekana nikitumia lugha hii watu wakaona ni ngumu. Waislamu tujiandae kwenda hija. Twende hija Waislamu. Uwezo wa kwenda hija tunao tukijiandaa. Nitatoa mfano. Kwa maandalizi haya mambo makubwa sana. Haya maandalizi tumeweza kufanya mambo makubwa sana ambayo tukiyahamishia kwenye ibada pia tutafanya ibada nyingi sana. Mfano, asilimia kubwa hapa sisi tumejenga. Tunazo nyumba tunaishi, ni zetu. Hata kama umepanga, lakini mpaka uingie kwenye hiyo nyumba upanga, umefanya mipango. Lakini mpaka ujenge, haukujenga kwa siku moja. Kwa sababu kujenga ni hatua. Pengine umeanza kujichanga kidogo kidogo ukapata kiwanja. Ulipopata kiwanja ukaanza kujichanga kidogo kidogo, ukaanza kukusanya tofali. Kama ni kununua mfuko mmoja unafyetua, au ukanunua tofali ukachoma, hatimaye ukaanza kujenga. Jengo limekamilika, sasa unahitaji sasa kulifunika. Umeanza kutafuta bati moja, hatimaye umekamilisha. Ile nyumba hukijenga kwa siku moja na hukupata hela kwa siku moja. Umefanya maandalizi, ndipo umepata ile nyumba na sasa unaishi. Vivyo hivyo ibada ya hija tukifanya, tukienda na lengo hili, unaweka kidogo kidogo, ukajichanga kidogo kidogo, utakwenda hija. Yawezekana tukashangaa, utakwendaje hija milioni 15, milioni 20, utaipataje yule uende hija? Nyumba umejenga ya milioni 30, umejenga nyumba ya milioni 20. Ile nyumba mpaka ikamilike, nadhani ulifanya mipango. Ukafanya mpango, ukalima mwaka wa kwanza pengine ni ya tofali, mwaka wa pili ya bati, mwaka wa tatu si ya nini, na hija hivyo hivyo. Naanza mwaka huu kujiandaa na hija. Mwaka huu taweka milioni 2. Mwakani taweka milioni 3. Mwaka unaokuja milioni 4. Ndani ya miaka 2-3 ukijipanga utakwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa mimi naomba nihusie hivyo. Ni nguzo ya 5 katika nguzo 5 za Kiislamu. Kama zilivyo muhimu nguzo zingine, ibada ya hija pia ina muhimu hivyo hivyo. Ili tuende hija, lazima tujiandae na ibada hii. Namna ya kujiandaa kama nilivyotolea mfano, katika miradi yetu tunaifanya hatuna kitu, lakini kwa sababu tunawekeza kidogo kidogo mpaka tumeweza kufanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Tena mengine na taalaki na dunia, sio ya kiibada, lakini tumefanya mambo makubwa sana. Sasa hii ni ibada, na ndani ya ibada hii
kuna malipo makubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameyatoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuhu, mwenye kwenda hija akafanikiwa kwenda hija, akaitengeneza hija yake vizuri, hakuichafua kwa maneno machafu na matendo machafu, anarudi kama alivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Ni faida hii inayopatikana kupitia ibada ya hija. Faida nyingine, Mtume sasa anasema alhajjul mabrur laisa lahu aljazaa ila aljanna, hija inayokubaliwa haina malipo mengine zaidi ya pepo. Tukiulizana hapa, kila mmoja anatamani uingie peponi. Miongoni mwa vitu vya kusababisha tupate pepo ya Allah tabaraka wa taala ni ibada ya hija. Kwa tujiandae na hija. Lakini nukta hiyo hiyo ya ibada ya hija, ndani ya ibada hiyo hiyo ya hija, kwa wale watakayefanikiwa kwenda hija, lakini kwa wale ambao pia hawatafanikiwa kwenda ibada ya hija, kuna ibada nyingine ambayo mara nyingi sana ibada hii, mara nyingi sana tujiandae na kuchinja. Uwezo wa kuchinja pia tunao, na ndani ya ibada hii ya kuchinja kuna malipo makubwa pia. Tuwe na wivu, kuonea wivu wale wenzetu wanayechinja, kwamba wanapata thawabu, wanachukua thawabu nyingi kupitia ibada hiyo ya chinja. Lakini mimi na wewe pia tunaweza tukachinja, tena kwa gharama ndogo. Mbuzi akizidi sana ni 70,000, na nafasi kutoka sasa hivi mpaka kuelekea siku ya kuchinja bado iko kubwa. Lakini pia ng'ombe pia uwezekano wa kupata pia tunao. Nilihusie pia hili, tujiandae na chinja. Waislamu tujiandae kuchinja. Alafu sisi kila mwaka hatuna. Mwaka jana mtu ananipigia simu, bwana, naomba uniwekee nyama. Naomba uniwekee nyama katika zile chinjo za wahisani. Ambia uko wapi? Ambia anachunga. Alafu anaagiza awekewe nyama, yeye anachunga. Vinavyochunga si vinajulikana jamani? Tunachunga nini? Ng'ombe, mbuzi, kondoo ndio tulionao. Hatuna ngamia sisi. Aiza za kwake, mimi namjua ni za kwake. Ni za kwake. Za kwake. Anaagiza awekewe nyama, lakini ana mifugo yeye. Lakini ndio tulivyo. Si ndio jamani? Si ndio tulivyo? Tuna mifugo ya kuchinja lakini hatuchinji. Tuna mbuzi wa kuchinja lakini pamoja na hivyo, hata ukiweka kidogo kidogo, ukiweka kidogo kidogo 2,000, 3,000, 5,000 mpaka kufikia muda wa kuchinja, utakuwa na nafasi ya kupata mbuzi. Ukiweka kwa mwezi mmoja 1,000, 30,000. Kama na miezi miwili 1,000, 60,000. Mbuzi amepatikana hajapatikana? Ndugu zangu Waislamu, mbuzi amepatikana hajapatikana? Tunapata uwezo wa kuchinja. Vivyo hivyo hata kwenye hakika. Asilimia kubwa tulio wengi watoto wetu hatujawafanyia hakika. Lakini mifugo ipo, sio kwamba hakuna. Ukimgusa mtu, bana sina uwezo. Uwezo ni maandalizi. Ukifanya maandalizi utapata uwezo wa kuchinja. Ibada hizi ni adhimu sana ndugu zangu katika imani. Tusipokuwa na maandalizi ya ibada hizi zitakuwa zinapita. Tunaangalia kwa wenzetu. Tutaangalia tu kwa wenzetu wanapata fadhila za kuchinja, fadhila za kwenda hija, lakini sisi tutabakia pale pale. Kwa ndugu zangu, kupitia nguzo hii ya hija tuchukue mambo mengi, tujifunze mambo mengi, alafu pia tuyafanyie kazi. Isiwe tu tunasikia watu wameenda hija, watu wanachinja, watu wanafanya ibada mbalimbali kupitia msimu wa hija. Sisi tumekaa tufanye maandalizi ya ibada hizi, na tukiweka nia tukamtanguliza Allah tabaraka wa taala, atatujalia nafasi ya sisi pia kutekeleza ibada hii. Ndugu zangu, mimi sina mengi ya kusema,
Tumeufungua muhadhara wetu kwa ibada ya hija. Kila mmoja ajiandae na hija, lakini pia kila mmoja ajiandae kuchinja. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.